moshi. Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu hakuwatoa kwenye tanuru ya moto mkali, bali alijiunga nao kwenye moto, na kamwe moto haukuwadhuru. Wakatoka salama bila kunuka hata moshi. Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu hakuwatoa kwenye tanuru ya moto mkali, bali alijiunga nao kwenye moto, na kamwe moto haukuwadhuru. Wakatoka salama bila kunuka hata moshi. Nimesikia habari zake Yesu, mimi ni nani hata nisipone? Viziwi, viwete, vipofu wanaona, wafu wanafufuka kwa jina la Yesu. Na mimi nitafanya, nitafute huwa uzima wangu. Nimesikia habari zake Yesu, mimi ni nani hata nisipone? Viziwi, viwete, vipofu wanaona, wafu wanafufuka kwa jina la Yesu. Na mimi nitafanya, nitafute huwa uzima wangu. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Vikwazo vipo vingi mbele yako, lazima ushinde kwa jina la Yesu. Ukimtazama aliyeianzisha safari ya wokovu, kamwe utashindwa. Ukiwa naye Bwana wa majeshi, ushindi ni hakika. Vikwazo vipo vingi mbele yako, lazima ushinde kwa jina la Yesu. Ukimtazama aliyeianzisha safari ya wokovu, kamwe utashindwa. Ukiwa naye Bwana wa majeshi, ushindi ni hakika. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua nitapona. Nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria zao. Ninajua hali yangu, nimesumbuka vipi, kamwe sitatulia. Hata niguse pindo la vazi lake, najua
nitapona, nitapenya kati yao, sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria, kamwe sitatulia. Kati yao sitojali lolote. Wokovu ni muhimu kuliko sheria. Ninajua hali yangu nimesumbuka vipi, kazi lake najua nitapona. Basi wamama wote wa Ngararo wanahitajika pale nyuma kidogo, kwa bado huko nyuma. Kwa hivyo mama wote, ikiwa wewe ni mama kutoka Ngararo, tafadhali amuka tu pole pole uende kule. Basi kwa sababu wa mama ya Ngararo inaenda huko nyuma, basi Erego iko Erego kuja kwa wimbo mmoja. Erego, lakini si zote ni zetu hizo, si ndio? Basi nianzie na Erego sasa, huyo mwenye amebeba hilo jina la kanisa. Kuja basi church choir. Tukiendelea kuimba nimekombolewa na Yesu, na sasa nafurahi. Nimekombolewa na Yesu, na sasa nimefurahi, kwa bei ya mauti yake mimi ni mtoto wake. Chorus mnajua, piga. Kombolewa na kombolewa na damu, olewa mimi mwana wake kweli. Pathfinder wote wenye wako hapa katikati waenda kule nyuma, kule shuleni kule. Kombolewa na kombolewa na damu, kombolewa mimi mwana wake kweli. Hiyo iko wa Kimasai hiyo, hebu imba. Na utamani mji Yerusalemu uliopambwa na kutayarishwa kwa washindi wote wa dhambi za dunia, ndio wataingia. na utamani mji Yerusalemu uliopambwa na kutayarishwa kwa washindi wote wa dhambi za dunia, ndio wataingia. Tutaimba haleluya, hakutakuwa na wachawi, hakutakuwa na wezi, ni furaha tele. Tutaimba haleluya, hakutakuwa na wachawi, hakutakuwa na wezi, ni furaha tele.
wametoka wapi? Ndipo Yesu atawajibu, Hawa ndio wateule wangu. tukifika mbinguni utaulizana, Na hawa kweli wametoka wapi? ndipo Yesu atawajibu, Hawa ndio wateule wangu. Yerusalemu tutaimba haleluya. Hakutakuwa na wachawi. Hakutakuwa na wezi. Ni furaha tele. Yerusalemu tutaimba haleluya. Hakutakuwa na wachawi. Hakutakuwa na wezi. Ni furaha tele. Dholuo Sabbath School hawajaimba wimbo hata mmoja. Karibu sana saa hii. Jo. Yerusalemu tutaimba haleluya. Hakutakuwa na wachawi. Hakutakuwa na wezi. Ni furaha tele. Yerusalemu tutaimba haleluya. Hakutakuwa na wachawi. Hakutakuwa na wezi. Ni furaha tele. Amen. Thank you so much. Dholuo. Ikiwa wimbo ni wenu ni sawa. Tuko live, tunahitaji wimbo wenu kabisa. Mkimba wimbo wa wenyewe tutapewa strike hapo kwa channel ya Inuka. Wacha microphones ni enough. Wimbo mlihitaji kuimba mnaweza kuimba. Mko 13 ziko 15. Ingine iko hapa. Ingine ndio hii.
awabariki sana. Umeimba vizuri kabisa. Kwa sababu hakuna church choir, mnatoka jikoni. Sawa basi. Mkitoka don't light. Msifanye tabia mbaya kama hawa. Ireta biembe. Yene generation ni ngao ntoriko bobwa. Hakuna na Ruto. Aya bwana. Aya, asante sana. Karibu. Don't light nyuma yao. Twajua Mungu yuko na sisi, hata tuondolea mazito, nasi tutapumzika na yeye. Magumu tunayoyapitia, twajua Mungu yuko na sisi, hata tuondolea mazito, nasi tutapumzika na yeye. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha machungu yote. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha machungu yote. Wapendwa wengi wametuaga, magonjwa, njaa, vitakawatwaa. Yesu arudipo mara ya pili, atawafufua walio wake. Wapendwa wengi wametuaga, magonjwa, njaa, vitakawatwaa. Yesu arudipo mara ya pili, atawafufua walio wake. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha machungu yote. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha machungu yote. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha
tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha machungu yote. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha machungu yote. Siku moja tutakutana pale mbinguni, na tutasema yamekwisha machungu yote. Baada ya Dawnlight, Tumaini Nitakusifu Muumba wangu, maana fadhili zako zadumu milele zote. Nitalihimidi jina lako Bwana, kwa kuwa matendo yako ni makuu. Ulikonitoa ni mbali hakika, kwa nguvu zangu kamwe nisingeweza. Sifa utukufu zikurudie, ewe Jabali milele. Nitakusifu Muumba wangu, maana fadhili zako zadumu milele zote. Nitalihimidi jina lako Bwana, kwa kuwa matendo yako ni makuu. Ulikonitoa ni mbali hakika, kwa nguvu zangu kamwe nisingeweza. Sifa utukufu zikurudie, ewe Jabali milele. Umbali huni kwa neema yake Bwana, sisi wanadamu twafa kushukuru. Wengine wetu hawako hivi leo, wengine wamenaswa na raha za dunia, lakini kwa rehema zake bado sisi wenye dhambi tuweza simama. Ingekuwa jambo jema sisi sote tukimshukuru Bwana. Umbali huni kwa neema yake Bwana, sisi wanadamu twafa kushukuru. Wengine wetu hawako hivi leo, wengine wamenaswa na raha za dunia, lakini kwa rehema simama. Ingekuwa jambo jema sisi sote tu milima mabonde tumevuka kwa nguvu zako, wala si kwa nguvu zetu e Bwana. Kwa mkono wako wa kuume sisi tumekuwa taifa teule. Adui zetu umewaaibisha, umetuvisha mavazi ya kifalme. Mwisho wa dahari tutakanyaga nawe kwenye mji huo. Milima mabonde tumevuka kwa nguvu zako, wala si kwa nguvu zetu e Bwana. Kwa mkono wako wa kuume sisi tumekuwa taifa teule. Adui zetu umewaaibisha, umetuvisha mavazi ya kifalme. Mwisho wa dahari tutakanyaga nawe kwenye mji huo. Umbali huni
kwa neema yake Bwana sisi wanadamu tufaa kushukuru. Wengine wetu hawako hivi leo, wengine wamenaswa na raha za dunia, lakini kwa rehema zake bado sisi wenye dhambi twaweza simama. Ingekuwa jambo jema sisi sote tukimshukuru Bwana. Bali kwa neema yake Bwana sisi wanadamu tufaa kushukuru. Wengine wetu hawako hivi leo, wengine wamenaswa na raha za dunia, lakini kwa rehema zake bado sisi wenye dhambi twaweza simama. Ingekuwa jambo jema sisi sote tukimshukuru Bwana. Bali huni kwa neema yake Bwana sisi wanadamu tufaa kushukuru. Wengine wetu hawako hivi leo, wengine wamenaswa na raha za dunia, lakini kwa rehema zake bado sisi wenye dhambi twaweza simama. Ingekuwa jambo jema sisi sote tukimshukuru Bwana. Bali huni kwa neema yake Bwana sisi wanadamu tufaa kushukuru. Wengine wetu hawako hivi leo, wengine wamenaswa na raha za dunia, lakini kwa rehema zake bado sisi wenye dhambi twaweza simama. Ingekuwa jambo jema sisi sote tukimshukuru Bwana. Neema wapo pale? Wapo. Neema mpo? Hebu sawa. Mtakuja baada ya hawa. Wamelewa kwa dhambi, mioyo yetu ni dhaifu. Japo leo twalemewa, twangoja mbingu mpya. Viwango vya uharibifu havihitaji utaalamu wala watu waliosoma kuiweka kwa mizani. Aliye na macho ambilitazama, inaangalia
Basi kwa sababu mnaweza kuimba. Basi imba. Wakimaliza, kwa sababu watoto hawezi kuja kama hamna umeme na generator hawajatengeneza, wanainuka mje kabisa. Hao wakimaliza, mkiona wanaelekea kumaliza, mje tafadhali. Asante. Karibu. Maovu mengi, mateso na fedheha iliyomo duniani yetu na kanisani, watu hawaelewi wala hawajali upendo wake Yesu kwetu sisi wanadamu. Maovu mengi, mateso na fedheha iliyomo duniani yetu na kanisani, watu hawaelewi wala hawajali upendo wake Yesu kwetu sisi wanadamu. Watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali tendo na kweli, katika ili tufahamu tu watu wa kweli, katika yeye aliye kweli. Watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali tendo na kweli, katika ili tufahamu tu watu wa kweli, katika yeye aliye kweli. Mitazamo ya uchoyo, kujitumaini nafsini, kujiona bora sana kuliko wengi, tafutaji makosa miongoni mwa waumini, kuchangia kufanya umoja kanisani. Makosa miongoni mwa waumini, kuchangia kuvunja umoja kanisani. Watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali tendo na kweli, katika ili tufahamu tu watu wa kweli, katika yeye aliye kweli. Watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali tendo na kweli, katika ili tufahamu tu watu wa kweli, katika yeye aliye kweli. Bwana anataka hawe na kanisa la umoja hapa duniani kama yeye alivyo mmoja. Yesu aliomba kwa ajili ya umoja miongoni mwa
wanafunzi wake nasi tuwe na umoja. Bwana anataka awe na kanisa la umoja hapa duniani kama ye alivyo mmoja. Yesu aliomba kwa ajili ya umoja miongoni mwa wanafunzi wake nasi tuwe na umoja. Watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali tendo na kweli. Katika ili tu watu wa kweli, katika yeye aliye kweli. Watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali tendo na kweli. Katika ili tufahamu tu watu wa kweli, katika yeye aliye kweli. Yapo mambo mengi yatakayotushangaza sana tutakapofika mbinguni. Moja wapo ni kuwaona tusowatarajia wakiwepo na tuliowatarajia tukiwakosa mbinguni. Moja wapo ni kuwaona tusowatarajia wakiwepo na tuliowatarajia tukiwakosa mbinguni. Yapo mambo mengi yatakayotushangaza sana tutakapofika mbinguni. Moja wapo ni kuwaona tusowatarajia wakiwepo na tuliowatarajia tukiwakosa mbinguni. Moja wapo ni kuwaona tusowatarajia wakiwepo na tuliowatarajia tukiwakosa mbinguni. Tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusowatarajia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa muonekano wao wa nje. Mungu si kama mwanadamu, yeye humwangalia mtu wa ndani, na hakuna mdhambi atakayeenda kwake akamtupa nje. Tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusowatarajia wakiwepo, na maana tunapenda kuwahukumu watu kwa muonekano wao wa nje. Mungu si kama mwanadamu, yeye humwangalia mtu wa ndani, na hakuna mdhambi atakayeenda kwake akamtupa nje. Wazinzi kama Mariamu Magdalena walofahamu adhabu yao kuwa ni kifo, walipofika kwa Yesu hakuwatupa kamwe. Sauli mtesi ndiye Paulo, tusomaye vitabu vyake kwenye Biblia, na wengine wengi wasi Mungu hakuwatupa kamwe. Basi ajuaye hatima ya wokovu kwa kila mmoja ni Mungu. Tusimuhukumu yeyote, bali tumwachie Mungu. Wazinzi kama
Magdalena walofahamu adhabu yao kuwa ni kifo, walipofika kwa Yesu hakuwatupa kamwe. Sauli mtasindie Paulo, tusomaye vitabu vyake kwenye Biblia, na wengine wengi wasi Mungu hakuwatupa kamwe. Basi ajuaye hatima ya wokovu wa kila mmoja ni Mungu, tusimuhukumu yeyote bali tumwachie Mungu. Tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusawatabia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa mwonekano wao wa nje. Mungu si kama mwanadamu, yeye humwangalia mtu wa ndani, na hakuna mdhambi atakayeenda kwake akamtupa nje. Tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusawatarajia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa mwonekano wao wa nje. Mungu si kama mwanadamu, yeye humwangalia mtu wa ndani, na hakuna mdhambi atakayeenda kwake akamtupa nje. Tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusawatarajia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa mwonekano wao wa nje. Mungu si kama mwanadamu, yeye humwangalia mtu wa ndani, na hakuna mdhambi atakayeenda kwake akamtupa nje. Tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusawatarajia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa mwonekano wao wa nje. Mungu si kama mwanadamu, yeye humwangalia mtu wa ndani, na hakuna mdhambi atakayeenda kwake akamtupa nje. Tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusawatarajia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa mwonekano wao wa nje. Mungu si kama mwanadamu, yeye humwangalia mtu wa ndani, na hakuna mdhambi atakayeenda kwake akamtupa nje. Tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusawatarajia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa mwonekano wao wa nje. Mungu si kama mwanadamu, yeye humwangalia mtu wa ndani, na hakuna mdhambi atakayeenda kwake akamtupa nje. Tukifika mbinguni wengi tutashangaa kuwaona tusawatarajia wakiwepo, maana tunapenda kuwahukumu watu kwa mwonekano wao wa nje. Mungu si kama mwanadamu, yeye humwangalia mtu wa ndani, na hakuna mdhambi atakayeenda kwake akamtupa nje. Amen. Kumbe stima inafanya vizuri, inatufanya vocals zetu zinafunguka kidogo. Eti ni kwaya gani ile tena ningependa kuita? Ni gani sijaita kabisa? Mapema njoo hapa, njoo mapema basi, mapema njoo mapema. Mapema njoo, kama vile tumeimba basi kia, sababu kila kwaya imeimba hivyo. Njoo basi, karibu karibu karibu, mapema. Mapema, tuharakishe. Nyinyi ni watu wa mapema mapema.
Njooni tumwimbie, tumfanyie shangwe, mwamba wa wokovu, tena ngome yangu. Bwana ametamalaki, mataifa yote yanatetemeka. Njooni tumwimbie, tumfanyie shangwe, mwamba wa wokovu, tena ngome yangu. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, maana ametenda mambo makuu. Mtumikieni kwa maana ametenda mambo makuu. Mtumikieni kwa furaha, njooni mbele zake kwa kushukuru. Aliumba mwanadamu, mito, milima na vyote vilivyomo, dunia ikajaa mali yake yote. Muhimidi Bwana enyi mataifa. Aliumba mwanadamu, mito, milima na vyote vilivyomo, dunia ikajaa mali yake yote. Muhimidi Bwana enyi mataifa. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, maana ametenda mambo makuu. Mtumikieni kwa furaha, njooni mbele zake kwa kushukuru. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, maana ametenda mambo makuu. Mtumikieni kwa furaha, njooni mbele zake kwa kushukuru. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, maana ametenda mambo makuu. Mtumikieni kwa furaha, njooni mbele zake kwa kushukuru. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, maana ametenda mambo makuu. Mtumikieni kwa furaha, njooni mbele zake kwa kushukuru. Tunashukuru sana kwa sababu ya kipindi ambacho tumekuwa nacho. Sasa ni tulifanya hivyo deliberately, watoto hawange kuja bila band. Kwa hiyo wale walimu wa watoto msindani eti napenda sana, ama mngekuja hivi, absolutely you know, basi wakati wao. Basi wanaendelea kuweka bandi, weka ile ingine yenye ina afya, ile hiyo ni ya ovyo kidogo. Weka ile ingine. Hiyo sasa, hiyo ina afya. Hiyo. Waliweka ya kitambo sana. Tangazo.
kuna Biblia imepotea miongoni mwa washiriki. Hiyo Biblia imeandikwa Mr. and Mrs. Obed. Kwa hivyo kama umekiona, tafadhali mwenyewe apokee. Attention! At ease! Attention! By the left! Quick! Forward march! Long step! Long step! Right wheel. Left wheel. Saidia hawa watoto wako mbele. Saidieni hawa watoto. Left, to the left. To the left. Front. Right wheel. Right hold. At ease. Attention. At ease. Attention. At a hold. High. Mark. Time. Reset. Red halt. Ease. Attention. Ease. Attention. Further left. Quick. Forward. March. Right up. At ease. Attention. At a hold. High mark. Time. Right 10. About 10.
Attention. Hold. At ease. Attention. At ease. Attention. Relax. Mwalimu aje mbele. Parade, face the parade. Score down. Kwa sababu ya muda na wakaribisheni kwa ajili ya kipindi cha watoto. Nashukuru wazazi kwa sababu mmejaribu kuwameremesha watoto wetu, wanaonekana smart kwa makambi haya. Barikiwe. Sasa kwa masaa haya tutachukua muda mfupi kwa ajili ya kumwalika mwalimu wetu ambaye ametufunza katika juma nzima, na tunaomba utulivu kwa ajili ya mwalimu wetu. Nitaomba fundi wa mitambo ili atulize mitambo yake, tufanye maombi tupate kuendeleza kipindi. Naomba tuchukue muda kwa ajili ya maombi ili tumkaribishe mwalimu wetu wa watoto. Tunaomba. Mungu wetu na Baba yetu sha mahali pa juu, tunashukuru na kulisujudu jina lako kwa vile Bwana unasawa wako, washukrani pamoja na atakayo yanena ya The good news about the great victory. It says, ndio ilikuwa theme yetu, ilikuwa inasema kwamba the good news about the great victory, wakati yenu ilikuwa inasema the good news about the great controversy. So key text yetu ilikuwa inatoka Romans chapter 8 verse 37, jinsi ambavyo wamewaambia kwamba inasema in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Na nadhani kila mmoja anajua yule ambaye alitupenda kisha akatufanya tukawa washindi kupitia kwake. Ni kwa sababu ya muda ningependa kupitia masomo kidogo ambayo tulipitia sisi kama watoto, kabla niwakaribishe watoto wape yale ambayo walijifunza machache kwa sababu ya muda. Tulijifunza somo ambalo lilikuwa linasema victory of David over Goliath. Nadhani kila mmoja anamuelewa David kama mchungaji na Goliath as a big giant. Na katika hili shindano ambalo walikuwa nalo ni kwamba David alipigana upande wa wana wa Israeli na Goliath alikuwa anawakilisha upande wa Philist. Na kwa kutumia jiwe tu Daudi akaweza kumuua huyu Goliath. Na hakuenda na jiwe tu, bali alijiandaa na vifaa vyake ambavyo alivitumia, na hakutumia silaha kubwa jinsi ambavyo Goliath alikuwa amejipanga na silaha zake kubwa. Alienda kwa jina la Mungu na akaweza kumshinda Goliath. Amen. Pia sisi tukienda kwa jina la Mungu tuligundua kwamba kwa maisha yetu Goliath ni wengi. Na nikisema Goliath namaanisha giants ambazo tunakutana kwa maisha yetu ni nyingi. Kwa mfano tunapatana na magonjwa, mara wengine wanakosa chakula, wanahisi njaa, wengine hawana sehemu ya kukaa. Hizo zote ni giants au wote ni Goliath. Hivyo tutawashinda kwa jina la Mungu. Amen. Tukajifunza kuhusu victory of Elijah versus the prophets of Baal. Tunamjua Elijah kama nabii wa Mungu
na the prophets of Baal ni wale ambao walikuwa wanatetea miungu ya Baal iliyoletwa na Jezebel kati ya wana wa Israeli, ambayo ilikuwa imepotosha wana wa Israeli, wakaanza kuabudu hii miungu ya Baal, wakasahau Mungu ambaye aliwatoa katika nchi ya Misri. So ikatokea wakati ambapo Elijah alikuwa anafaa adhilishe kwamba Mungu wa kweli ni nani. Tukagundua walienda katika mlima wa Carmel, hapo ndio walienda kutoa kafara zao. Miungu ya hawa manabii wa Baal wakajaribu kutoa kafara yao. Hakuna mtu ambaye alikuwa anafaa kuwasha moto, bali kila mmoja alikuwa anafaa kuomba Mungu wake ili aweze kuleta moto uchome kafara yake. Tukagundua kwamba miungu ya Baal haikuweza kujibu manabii wake walipoomba. Waliomba siku mzima lakini moto haukutokea. Ilipofika zamu ya Elijah, tukagundua kwamba Elijah aliomba ombi moja tu kwa Mungu, na mara moja moto ukatokea na ukachoma kila kitu hadi mawe yakachomeka kupitia kwa moto ambao ulitoka kwa Mungu. Ikathibitika kwamba Mungu wa kweli ni Mungu wa nani? Wa Elijah. Na hivyo ndivyo iligundulika, na wote wakageukia Mungu wa Elijah. Hivyo ushindi ukaonekana kwa Elijah kwa sababu yeye alimtegemea Mungu. Tukaangalia the victory of Meshach, Shadrach and Abednego. Hawa ambao walikuwa the 3 Hebrew men ambao walirushwa kwa moto kwa sababu ya kutoabudu sanamu iliyotengenezwa na mfalme Nebukadnezar. Tukagundua kwa sababu walikataa kutii amri ya mfalme ya kuinamia kusujudia sanamu, wakarushwa kwa moto. Lakini waliporushwa kwa moto, cha ajabu ni kwamba hawakuweza kuchomeka. Ndiposa nilisikia hata waimbaji wanaimba hapa kwamba hata harufu ya moshi haikuwafanya nini? Haikuwashika. Na walipokuwa kwa moto, tukagundua waliongezeka wakawa 4, yule 4 akiwa ni malaika ambaye alitumwa na Mungu kwa ajili ya kuja kuwachunga na kuwapa ulinzi wasiweze kuumia kwa ule moto. Tukimtegemea Mungu atatusaidia kufanya maamuzi hata mahali ambapo tunaona kwamba matokeo yake si mazuri, kama hawa Shadrach, Meshach na Abednego. Walitishiwa kwamba moto upo, lakini hawakuogopa moto kwa sababu walikuwa wanajua Mungu yupo. Mpaka wakati wanajibu mfalme, wanamwambia kwamba hata kama huyu Mungu ambaye tunamtegemea hata tuokoa, hatuwezi abudu sanamu. Pia sisi Mungu atusaidie tuweze kusimamia hilo, tusije tukageukia miungu tukimwacha Mungu mmoja ambaye tunamjua. Tumtegemee Mungu kila wakati. Amen. Tukazungumzia pia ushindi wa Paul and Silas wakiwa in prison. Wamechukuliwa gerezani, na kosa linalowapeleka gerezani, wao wanahukumiwa kwamba kuna msichana ambaye alikuwa na pepo mchafu. Lakini huyu pepo mchafu alikuwa anawapa waajiri wake faida, kwa sababu alikuwa anajaribu kuna tricks ambazo alikuwa anafanya za kutafsiri kwa watu, na pesa ambayo alikuwa analipwa haikuwa inamsaidia yeye, bali ilikuwa inasaidia waajiri wake. Wanapoambia Paul na Sila wamtolee, anapoambia Paul na Sila wamtolee ile pepo chafu, na Paul na Sila wakamtolea, kilichofuatilia ni kwamba Paul na Sila wanachukuliwa gerezani kwa sababu ya kutenda jambo zuri la kumponya yule msichana. Lakini wanapokuwa gerezani, ajabu ni kwamba Mungu hakuwaacha. Aliwatumia malaika usiku, alafu milango ikafunguka, hata minyororo yenye walikuwa wamefungwa ikafunguka, lakini cha ajabu hawakutoroka gerezani. Wakakaa pale. Mlinzi anaposinduka anadhani wameenda sababu ameona milango hii wazi. Anapojaribu kujidunga kisu, jinsi ambavyo ameinua kisu tu ajidunge, wanamwambia usijiue, sisi tuko wapi? Tuko hapa. Kisha hilo jambo moja likafanya yule mlinzi wa gereza na familia yake wote wakaweza kubadilika, wakapatizwa na kuokolewa. Amen. Tukaangalia pia ushindi wa Joshua, the victory through Joshua in conquering the city of Jericho. Tukaangalia kwamba wana wa Israeli wanapovuka mto Jordan wameingia Kanani. Kanani si kwamba ilikuwa na watu, ilikuwa na watu. Na huo mji Kanani ilikuwa inafaa ikuwe ni nchi yao. So Mungu anawaelekeza jinsi ya kuingia ule mji, jinsi ya kukonga kila mji ambao ulikuwa huko ndio waweze kuishi Kanani ikuwe yao.
So mji wa kwanza walikutana nao tulipata ni Jericho, na tukagundua kwamba hii Jericho ilikuwa imejengwa na kuta zake zilikuwa refu, hakuna mtu ambaye angeweza kuingia ndani wala kutoka ndani. So Mungu akawaelekeza jinsi ambavyo wangefanya hadi wakaweza kuangusha ukuta wa Jericho. Na waliambiwa kwamba wangezunguka mji kwa siku 7. Lakini siku 6 za kwanza walikuwa wanafaa kuzunguka mara moja kila siku wakienda. Siku ya 7 wakaagizwa kwamba wazunguke ule mji mara 7. Na walipomalizia mara ya 7 tarumbeta ikapulizwa na wote wakapiga kelele na kuta za Jericho zikaanguka. Hivyo ushindi ukaonekana kwa wana wa Israeli kupitia kwa Joshua. Amen. Tukamalizia kwamba kuna ushindi, there is victory through Jesus in the great controversy. Tukagundua kuna pambano kuu pia hata kwetu sisi watoto. Na hili pambano si sasa letu peke yetu hadi nyinyi. Tukagundua kwamba hili pambano linaletwa kwetu na kitu ambacho kinaitwa the flesh ama self, umimi. Kila mmoja anasema mimi, kila mmoja anasema. Sasa tukagundua mimi unatuletea changamoto katika maisha yetu, na mimi unatuelekeza tunatenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa mfano mimi unatusababishia tunafanya dhambi ambayo ni ya kudanganya. Uongo ama ukweli? Inabidi udanganye kwa sababu unataka kufanya nini? Kujitetea, kutaka kutetea our sinful nature. So tukagundua kwamba this sinful nature inatuletea shida nyingi. Kwa mfano nimesema ya kwanza inatufanya tunatenda dhambi ambayo inaitwa lying, the sin of lying. Pia inasababisha tunakuwa na the sin of rebellion. Unaambiwa fanya hili jambo, unaona kwamba alikufai, unavuta kifyako, unafanya jinsi ambavyo unaona. Pia tukagundua kwamba hii self ama our sinful nature inatuendeza hadi tunatenda dhambi ambayo inaitwa the sin of anger. Tunakuwa watu wa kukasirika sababu ya umimi. Pia hii umimi inatufanya tunakuwa na majifuno, the sin of pride. Na pia inatufanya tunakuwa na the sin of selfishness. Hatutaki kuwa kind kwa wengine kwa sababu ya umimi. Pia inatufanya tunakuwa na bad talks. Saa zingine tunasengenya wengine kwa sababu tunajiona tu afadhali kuwaliko. Na pia tukagundua kwamba hii umimi inatufanya tuwe watu wa kucomplain, watu wa kulalamika. Tukiambiwa tufanye hiki, unasema mimi nilikuwa naona tufanye hivi. Ama ukitumwa, kwa mfano watoto nikawaeleza hivi, saa zingine umemwambia fanya hili jambo, vile amemaliza umemwambia tena fanya hili. Tena ukienda kumwambia ya 3 atakwambia kwani mama niko peke yangu? Ambia na fulani na yeye afanye. Na hiyo tumesema inaletwa na kitu ambacho kinaitwa self, our sinful nature. Tukaambiwa kwamba because hii sinful nature ama this self life inatufanya tunatenda dhambi, hivyo tunafaa kubadilika tuishi Christ life, maisha ambayo yanaongozwa na Kristo mwenyewe. Na tukiamua kuishi maisha ambayo yanaongozwa na Christ, tutafanya hivi vitu. Kitu cha kwanza, we make Christ the king in our hearts. Tumufanye Kristo kuwa mfalme katika mioyo yetu. Tukimweka Kristo akuwe mfalme mioyo yetu, mimi hautatuletea dhambi tena. Kristo akiwa ndani yetu, tutakuwa tunaitwa wa Kristo. Tukiitwa wa Kristo, tutatenda jinsi ambavyo Kristo mwenyewe anapenda. Amen. Alafu kitu cha pili tulisema ambacho kitatusaidia hii self itutoke ni kwamba tutakuwa tunasema hapana. Kile kitu ambacho unaona ni kibaya, akifai, ambacho si kile ambacho Kristo anahitaji, unafaa kukikana. Unasema hapana. Alafu tukasema mwishowe, tukamalizia tukisema hivi, cha mwisho ndio tuweze kuishi the Christ life, tunafaa
kukubali Yesu aishi ndani yetu. Tukikubali Yesu aishi ndani yetu, umimi hautatusumbua. Tutakuwa tumeishi maisha ya Kristo. Amen. Kwa sababu ya muda, ningependa niachie hapo ndio nikaribishe watoto watupe kile ambacho walijifunza. Na ningependa kuanza na wale ambao wako na amri 10 msonge hapa mbele. Praise the Lord, church. Before you are the Ngararo Pathfinders, ready to present the 10 Commandments. Welcome. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijitengenezee sanamu. Usilitumie jina la Mungu bure. Ikumbuke siku ya Sabato na itakaze. Uheshimu baba yako na mama yako. Usiue. Usisini, usiibe. Usimshuhudie jirani yako uongo. Usivitamani vitu vya jirani yako. Pathfinders say amen. Amen. God is good all the time. In front of you are Pathfinders, ready to present you 5 stones. Courage, 1 Samuel 17 verse 32. Confidence, 1 17 verse 37. Preparation, 1 Samuel chapter 17 verse 40. Trust, 1 Samuel 17 verse 45. 1, 2. Victory, Philippians verse 14-13. Pathfinders say amen. Hizo ni zile vitu Daudi alikuwa anatumia, 5 stones. Memory verses. In front of you are Pathfinders, ready to present you a memory verse. Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp to guide me and a light for my path. I have a memory verse,
My memory first come for the book of Romans. He say, love each other like brother and sister. My memory verse comes from the book of Philippians 4 verse 13. It says, I can do anything through Christ. My memory verse comes from the book of Matthew 5 verse 4. It says, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Amen. My memory verse comes from the book of Isaiah 55 verse 4. It says, I will be and I will not, for my God is coming back to save me. Say amen. I have my memory verse. My memory verse come from the book of Psalm 60 verse 12. It says, with God we will gain the victory and we will trample down our enemies. Say amen. My memory verse comes from the book of 1 Corinthians 15 verse 57. It says, but thanks be to God, He give us victory through our Lord Jesus Christ. Matthew 24 verse 14, it says, and the gospel of the kingdom shall be preached in all worlds and all nations, and the end will come. My memory verse comes from the book of Psalms 139 verse 14. It says, fearfully and wonderfully made. Thank you. My memory verse comes from the book of John 14 verse 15. It says, if you love me, you will obey my commandment. My memory verse comes from the book of Philippians 4 verse 4. It says, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Say amen. Praise God. Praise God again. For me, I have a question, and my question goes to Pastor Samuel. Wakati Paul alikuwa anatuma salamu, he said that give greetings to dash and dash for the Lord's servants. Who are those? Eniki na Phoebe. No. Trufasa and Trufena. Amepata. Say amen. I have a question, and my question goes direct to Pastor Andrew. My question is, from the book of John 3 verse 16, it says, for God so loved the world that He gave His begotten Son, whoever believes in Him should not perish but have eternal life. And John 3 verse 17 says what? Usisome kwa Biblia. Usifungue simu. Nani atamsaidia? Cha nipea Madam Dori na msaidia. Inasema, for God did not send His Son into the world to be its judge, but to be its savior. Say amen. My question goes to Elder Tom Onyoni. What was the name of the lady who was with Paul in the prison while Paul was writing a letter to Philemon? Nani atasaidia? Jibu ni, the name of that lady was Afia.
My question goes direct to Doreen Kisaka. Who was the first woman to see Jesus when he arose from death? Mary Magdalene. Amepata. My question goes through to Madam Pamela. Jacob has 13 children, 12 boys, 1 girl. What was the name of that girl? Kama ujui unasema unasaidiwa. Msaidie. Alikuwa anaitwa Dina. My question goes through Fan Joel. The name grandmother appear once in the Bible. In the Bible. The name grandmother appear once in the Bible. Tell me verse and book. 1 Timothy 1 verse 5. My question goes through Mr. Okul. To Mr. Okul. Ishmael and Isaac buried their father in which cave? Ishmael and Isaac buried their father in which cave? Amepata. My question is going to Tom Onyoni, who is father of Joshua. Elder, tuambie the father of Joshua. Someni Biblia please. Usaidie. Nuni. My question goes to Mr. Onyani. Erdochuka. Nani aliua Goliath? Eldochuka ako kweli? Hayuko. David. My question to go from Lilian. Lilian gani? Nyaboke. Lilian Nyaboke ako kweli? Swali ndio hiyo. Walimwaga maji ya pipe mara ngapi? Amepata. I have a question. My question goes to Eldodongo. Mungu aliomba mara ngapi? Aliomba mara ngapi? Eldodongo please, where are you? Hayuko. Eldodongo ako akuja ajibu swali. Hayuko aje na leo ni Saturday. Ako na shughuli. Nimsaidie. Ambia mwingine, chagua mwingine. Lilian Joshua. Yesu aliomba mara ngapi? Yesu ama Elijah? Yesu ama Elijah? Elijah. Elijah aliomba mara ngapi? Mara moja. My question goes directly to Madam Dorika. Madam Dorika. Who is the first Christian martyr? First Christian martyr. Madam Dorika tusaidie. Stephen. Mother. Mwanamke wa kwanza. Mwanamke. Mataya. Msaidie. First Christian martyr. My question goes to Maureen.
Maureen. Muulize. Muulize swali. Maureen Dennis. Uliza swali. Kitabu gani ndo mrefu kwa Biblia? Jina refu kwa Biblia. My hell shall hell Hashbaz. I have a question. My question goes to Rufena. Jesus was born in? Turvena shoshe bwa amka ujibu. Peteremu amepata? Umepata, good mother. Swali langu linaenda kwa Rufena. Aaron alikuwa na watoto wangapi? Ndio maana Turufena hakukuja kwa watoto na hilo jibu lilikuwa huko, msaidie. 4. Watoto 4. My name. Swali langu. Swali langu ninaenda kwa Karen. Nani alikuwa na watoto? Watoto Aaron walikufa ngapi? Watoto wa Aaron walikufa 2 sababu Aaron hakuwafundisha vizuri, wakaenda kufanya vitu tofauti kwa kanisa. My question is go to the Bilo. Nani? Bilo. Bilo ni nani? Yule kijana mwenye anaimbanga anaitwa Bilo. Ni nani? Aya, sema basi ajibu. Muulize. Daniel alibeba mawe ngapi? Nani? Daniel. David alibeba mawe ngapi? David alipepa mawe ngapi? Nani huyo alisema amjibu? Bilo ni nani? Msaidie jibu. 5 stones. 5. Mawe 5. Swali yangu inaenda kwa Madam Catherine. Swali yake inaenda kwa Madam Catherine. 7 inatumika mara ngapi kwa Biblia? 7 inatumika 700 times in the Bible. Asante, umepata. Question yangu inaenda kwa cameraman. Question yake inaenda kwa cameraman. Muulize. Nani alirushwa kwa shimo ya simba? Nani alirushwa kwa shimo ya simba? Daniel, umepata. Asante. Question yangu inaenda kwa Madam Karen. Madam Karen, tujibu hiyo. Aaron watoto wake walikufa wangapi? Watoto wa Aaron walikufa wangapi? Swali yangu linataka kutoka Violet kutoka Inuka. Violet kutoka Inuka, tujibu. Muulize. Daudi alikuwa anatumia silaha gani? Daudi alitumia silaha gani? Hebu mjibu. Jiwe na kombero. Anasema Andruche. Pathfinders, say amen. Pathfinders. Okay, kwa sababu ya wakati, parade chain. Kuna watu wananamba parade chain. Watu wa ubatizo simama juu. Parade tees. Watu wa ubatizo simama kando. Parade attention. Atis. Attention. Mungesonga karibu wale ambao wamebatizwa. Kujeni hapa mbele. Right hand. Chukua watu wa ubatizo quick forward march. Long step. Chin chin.
Asante. Kabla sijamleta mchungaji aje awaombee hawa ambao wamebatizwa, ningependa washiriki wa Ngararo, kama kuna mtu unamjua na unataka kumtunza na kumlea katika imani, kimbia usimame nyuma yake. Kama kuna mtu ambaye unamjua na unataka kumtunza na kumlea katika imani, simama nyuma yake. Ngarara hakuna watu? Nataka kuona kila mtu akiwa na rafiki. Naona wengine bado wamebaki hawana marafiki. Sasa hawa ambao mumebatizwa, kila mtu aangalie nyuma yake. Sasa ukiwa na shida yoyote ama ukiwa na maswali yoyote kuhusu imani, kuna mtu mmoja nimesikia ana. Nani huyu ana rafiki? Kuna mmoja hapa. Ama huyu anashika wawili. Huyu ameshika watatu. Washiriki wameisha? Washiriki wa Ngararo mumeisha? Ama mupendi marafiki? Sio lazima awe Wandonyo ndiye akuwe rafiki yake. So yule ambaye amesimama nyuma yako ndiye utakuwa unamuuliza maswali, mtakuwa mnaomba pamoja, na atakuwa akikufundisha kila wakati. Sasa mgeuke muangalie mbele. Pastor, uwapokee. Wakorindo wa pili 5:17 inasema hivi. 5:17 inasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kabla hujampokea Yesu Kristo ulikuwa na mwili wa kale, ulikuwa na mwili wa samani. Sasa hata imekuwa ulipompokea Yesu Kristo ukakubali ukabatizwa, umekuwa kiumbe kipya. Hesabu ya kale yameshapita, umeanza maisha mapya. Sasa hii safari ya maisha mapya, unajua sasa umetangaza vita. Unajua sasa imani si vita ya mishale, si vita ya damu na nyama, umetangaza vita ya imani. Sasa huwezi fanya vile tunafanyanga. Ambia sasa nimekuwa kiumbe kipya, nimeyasahau na nimeanza maisha mapya. Mimi sasa umebadilisha jina. Huwa tunakuona tu hivi. Kwa sasa pastor, hawa ni washiriki. Ni nini? Ni washiriki. Sasa washiriki mmebadilisha sasa jina. Wewe si mtu tu wa kawaida. Umeanza kuhesabiwa sasa mshiriki wa kanisa la Ngararo. Wakiita washiriki, wewe pia itika. Sasa umebadilisha jina ya kuitwa mshiriki. Ukienda kwa chief ya barasa wanakuita aje? Wanakuita nani? Hapana, wanakuita mwananchi. Ukienda shule? Hapana. Hawa ni wanafunzi wote. Aidha uwe mwanafunzi ama msasi. Ukienda duka? Ni nani? Customer, mama mteja.
si ndio? Kwa hivyo uko na majina sasa. Sasa leo hii umeongeza jina lingine ya kuitwa, hebu sema hivyo nisikie, ya kuitwa. Sasa anza kuanzia sasa, tunza ushirika wako, tunza ushirika wako, na wale ambao mnawasaidia wasaidie watunze ushirika wao, wadumu katika kanisa. Wengine wao tunawabatiza baada ya muda hayupo tena. Sasa sisi leo hii tunawasii sana, tumewabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Dumu katika imani siku zote za maisha yenu. Kanisa, wangapi wanakubali hawa watu waweke katika orodha ya washiriki wa kanisa? Amen. Asanteni sana. Kujeni sasa muwapokee kama washiriki wapi ndani ya kanisa. Tunaanza na pastors, church elders. Tafadhali kujeni tuwasalimie wote pamoja, then tuwaombee wadumu kuwa washiriki wa kanisa hili. Kwa sababu ya muda ningeomba tu deacon na deaconesses na wazee peke yao. Asante. Sasa nimeanza. Okay, tafadhali church clerk immediate kisa kuwa hawa ni washiriki, unaweka kwa ACMS, Adventist Church Management System. Kiwezekana leo hii kufikia jioni wamereflect ulimwengu kwamba hawa ni washiriki wa kanisa la Kiadventista. Kwa hivyo pastor, ongea na clerk, mwachukue majina yao, their contacts, everything, ndio waweke katika system. Sasa kwa sababu sioni church clerk karibu, wacha Dikir achukue majina yao rasmi, ila ambao utaandika kwenye kitambulisho, waende kando, omba alafu waende kando. Okay. Wacha tukisha omba mnaenda hapo kando. Mkienda hapo kando peana kona. Hata ya simu, hata ya kipande kama uko nayo peana hapo, watakusaidia system. Basi umati wote tunawalika msimame tufanye maombi ya mwisho. Umati simameni tufanye maombi ya mwisho kwa washirika. Na atuombe muende, tunaomba alafu tuwa release hawa, ninyi pia tupeane, ama mtaki tuwape kwa hii. Bas good. Tunaomba. Asante Baba yetu uliye, tuamini kwamba hao wote ambao wamebatizwa ni matunda ya kasi yako. Tangu tulipoanza makambi haya kama mwokozi wa maisha yao ndani ya mioyo yao. Mungu, sasa wamekuwa viumbe vipya. Wapokee na kunakili majina yao katika kile kitabu cha uzima wa milele. Na wasidi kudumu katika kanisa, wakisaidia kanisa katika kila hali wanapohitajika. Jina lako litukuzwe na ufalme wako uje. Ndio maombi yetu kupitia kwa jina la mwanako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Basi sasa mtaelekea hapo muelekezwe. Na okay, sawa. Nini huko peana jina lako ndio kuweka orodha ya washiriki wa kanisa. Sasa hao wanapoenda kando ningeomba wageni wetu wote wa makambi waje hapa mbele. Wala ambao mlitumwa kwa ajili ya makambi ya mwaka huu, kujeni mpige mstari hapa ili tuwapatie kwa heri. Wala ambao mlitumwa kwa makambi ya mwaka huu, kujeni hapa mbele kwa haraka kwa sababu muda umeisha. Kujeni hapa mbele tuwape kwa heri.
na ningeomba chairman wa makambi kama ako karibu kuja, first elder wa Ngararo kuja, na kiongozi ya kina mama wa Ngararo pia kuje. Pigeni tu mstari, tutakuwa na maneno mafupi tu ndipo tumalize. Tutakuwa na maneno mafupi tu ndipo tuweze kumaliza. Wametulisha na neno la Mungu mpaka tumeshiba. Mnasemaje? Ama wangapi hawaja shiba? Hawaja shiba. Wala ambao hawaja shiba na neno, pengine tutawatafutia daktari wa kufanya upasuaji. Kwa hivyo kabla sijaruhusu hawa waseme, wacha nimuite mzee wa kanisa aseme tu neno moja kwa ajili ya hawa ambao wametulisha wiki hii. Mimi nataka nimshukuru Mungu ambaye ametuwezesha, akawezesha watumishi wake ambao aliwatuma katika shamba lake, na mbegu ile ambayo waliopanda, naamini Mwenyezi Mungu atainyunyusia maji na atainawirisha peke yake. Mahali mnapoenda, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Muwasalimu ndugu katika Kristo, na wakati mwingine ikiwa tutawahitaji katika shamba lake ama Mungu atawahitaji katika shamba lake, msikose kuhudhuria. Kwa hivyo nawatakieni heri na fanaka, na ikiwa tutakutana hapa, tukutane mbinguni. Asante sana. Asante. Huyo ni Elder Joseph Odongo, Camp Chair Elder Kibunja. Happy Sabbath. Happy day. Ni shukurani kubwa tunamrudishia Mungu kwa sababu ametuwezesha. Nashukuru wenyeji wa Ngararo kwa ile ushirikiano ambao tumesaidiana mpaka tumefikisha sherehe siku ya leo. Wageni wetu na washukuru sana kwa ile kazi ambayo mmefanya, na tuomba tena mkuje siku nyingine. Na ikiwa kuna mahali tuliwakosea, labda chakula kikawa kipichi kidogo, mtusamehe na mumalizie hapa. Mkienda muende na neema za Mungu, tuendelee kuombeana. Asante. Kiongozi ya kina mama amesema atakuwa wa mwisho kwa sababu kuna kimila atafanya. Wacha tuanze sasa na wageni. Mwalimu wa watoto. Happy Sabbath. Happy day. Mimi sina mengi, ila ningependa kushukuru watu wa Ngararo kwa sababu ya ukarimu wao, na ningependa kumshukuru Mungu kwa sababu pia ametupa afya. Tumeshughulika jinsi ambavyo alikuwa ametuagiza tuje kufanya, na pale ambapo hatukufanya kuwafikia jinsi ambavyo yeye alikuwa anataka, tuomba msamaha kwake. Na kwenu yale ambayo mmeyapata, tuomba yaweze kuwasaidia zaidi ya yote, ya wakuze kwa ajili ya kuwatayarisha kungojea mfalme kwa marejeo yake mara ya pili. Kwa jina ni Naomi, narudi Isoko. Nikienda Isoko niende na nini? Asante. Bwana yu mwema siku zote. Nami nashukuru, narudishia Mungu shukrani kwa sababu ametulinda katika wiki mzima. Tuko na afya iliyo nzuri. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya mapenzi yake. Nami natoa shukrani kwa wamama wote wa Ngararo kwa bidii yenu mlikuwa naye. Mungu apate kuwaongezea na wapatie nguvu ili tufanye kazi ya Mungu. Na mahali popote tulikoza, tunaomba msamaha kwa sababu sisi ni wanadamu. Ende ikawa niliteresa kidogo, naomba msamaha. Alafu tusipokutana hapa, tukutane wapi? Kwa majina ni Teresa Weibi, Loligoli ni Main Widows. Happy Sabbath. Happy day.
Unajua anaitwa Furaha. Sasa happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Nashukuru kwa majira ni Furaha, vile nilivyo na furaha. Na nashukuru kwa sababu na wili, ingawa kulikuwa na baridi. Kila sehemu lazima kuwe na changamoto, si ndio? Sasa nadhani tutaenda. Mimi nimetoka sasa. Wale ambao wamebatizwa naomba mkawalee ili wakue, kwa sababu kuna mbegu endelee tena ilete matunda mengine. Mbarikiwe. Nilikuwa kama women ministry. Siwacha nianze na majina zangu. Naitwa Lerionga. Ama ukinipenda sana ni Ezekiel. Atoka kanisa la Usindi. Usindi Church, Usindi Main Church. Ile side ya Shartoka Station. Nilikuja idara ya vitabu. Kwanza ningependa kuona wangapi wamenunua vitabu. Asante na mbarikiwe. Kenya mtenda kufanya sasa, kama ni nyimbo za Kristo ulinunua, enda kuwa koresta. Ama enda ukue muimbaji. Kama umenunua tuseme vitabu vingine, enda uwafunze wengine katika kanisa, si ndio? Pia na wale ambao wajapata nafasi ya kununua, naambia shukrani. Mungu ajalie makambi inapokuja pia nyinyi mpate nafasi ya kununua vitabu, si ndio? Ni natoa kwanza shukrani kwa chairman wa makambi, ametulinda, ametupa afya njema, na pia washiriki na Sabbath School ya Ngararo. Nikirudi kanisa langu napeleka nini? Barikiwe. Naitwa nani? Wapenzi katika Kristo na wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Nimesikia kuna makosa. Tuna jambo, Yesu yuaja. Na wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Wiki nzima sieti, naomba usikize maneno yangu vizuri. Yesu alisaliwa Jumatatu, Jumanne akafa, Jumatano akafufuka, Jumanne akafanya nini? Kama mnanielewa, alifufuka akapaa mbinguni. Jumanne Alhamisi akafanya nini? Baada ya kupaa kwenda mbinguni akatuachia msaidizi, tukakuwa tukikua chini ya miguu za Yesu Kristo. Haleluya. Yaani nasema hivi, Bible study ilikuwa tamu sana. Tukapata kwamba habari njema kwa pambano kuu. Habari njema ni kwamba Yesu ametushindania. Haleluya. Mungu akaanza kuwabariki. Ni kwa shoke doctor. Tunaporudi Usindi ambaye makambi inaanza kesho, nitaenda kuambia vipi. Naenda kuambia umebarikiwa na wamesema muendelee vizuri. Asante. Bwana Yesu asifiwe. If you are happy and you know, say amen. If you're happy and you know and you really want to share, if you're happy and you know, say amen. Amen. Mimi namalizia kwa kusoma kifungu. Kumi na 13 mstari wa 11. Inasema hivi, jike nieni mamoja, mkae katika amani, na Mungu wa upendo. Mimi nimefurahia kila kitu. Kikundi chetu cha Inuka Records, kwa niaba ya wageni tumewashukuru sana. Hata sisi tumeonekana mtandaoni, hatukuwa tuonekane. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Baji nao wajamaa wametuweka ulimwengu, na hatukuwa katika ulimwengu nzima watuone. Tulikuwa Ngararo, lakini sasa Ngararo na sisi wageni tumesonga mbali. Wageni wenyeji wa Ngararo, nimefurahi, tumefurahia sana. Mimi sijaona chochote kibaya. Kila ambacho nimeona ni mazuri. Mmetutendea mazuri, mmetushika kama watoto wenu, tumekaa kwenu kama wenu. Nanyi mmekaa
nanyi mmekaa kama watu wetu. So hatukuwa na ile hamu ya kufikiria juu ya nyumbani kwa sababu tayari tulikuwa wapi? Nyumbani. Tumefurahia sana. Najua kila mtu alifanya mchango. Kila mtu alifanya mchango. Hata mwenye alikula alichangia, maana hiyo chakula ingelala. Sasa kila mtu alichangia. Hata washiriki waliohudhuria mmechangia sana. Sasa kwa makambi yetu tumepata matunda, watu ambao tumewabatiza. Sisi tumetoka sasa. Na watu ambao tumewabatiza hatutaenda na wao. Tumewaachia ninyi. Watunzeni tafadhali. Kaa karibu na wao, ongea na wao, wahusishe kazi na pia walete karibu na Kristo kila wakati. Mwisho tulisema tuko ndani ya vita na tutashinda. Hivyo ndio tulisema tutafanya nini? Habari njema ni kwamba tutashinda. Maana yule anayetupigania ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo ni mshindi siku zote. Mungu wa mbinguni awe pamoja nanyi. Hadi wakati mwingine tutakutana, farijike katika imani. Mnasemaje kwa wageni? Lakini kuna wageni wengine hawaja kuja mbele. Kiongozi wa Inuka, tafadhali kuja sema kwa hili. Nami ningependa kuanza kwa kumshukuru Mungu kwa kupanga that we be here, na waandalizi, the organizers, I don't know, is that right? Waandalizi wa hii camp, starting from the share ambaye ni pastor district, Pastor Sam, na viongozi wengine. Tunapenda kuwashukuru sana. Tumefurahia, ni mara yetu ya kwanza kukanyaga Maasai kwa ajili ya huduma. Tumefurahia sana. Jana tuliweza kupanda ile milima, tukaingia kwa kevu nyingine huko in the evening. Tulienjoy with Anesha here, na tunashukuru Mungu sana. Tumeweza kutengeneza marafiki wengine wapya. Tumepatana mpaka na wageni wengine hapa. Tumefurahia sana daktari na wengine. Mungu awabariki sana. Hii sisi hatuwezi complain eti kuna makosa yoyote kwa sababu sisi ni missionaries. In fact, Inuka, for your information, labda amjui kikundi vizuri hiki ni kipi. Hiki si kikundi cha kuimba tu na kufanya launch na kufanya nini. Hawa ni watu ambao wamejitolea kwa ajili ya kazi ya Bwana. To go to unentered places where there is no Adventism, wahubiri kule. Kwa hiyo hii ni mission ni rahisi sana kuliko mission yenye iko ahead of us. Kama mission yetu tunaenda November, tunaenda full packed na chakula chetu, kila kitu. Tunaenda kuhudumu kule. Ndio maana tunaendelea kuongeza hata machines ili zitusaidie kwa ajili ya hiyo kazi. Na nataka kumshukuru pia ndugu Frank, ndiye ako nyuma ya kamera. Huyu jamaa anasimama sana. Anasimama mpaka anashangaa sana, lakini Mungu ambariki na aendelee kumtia nguvu. Frankie bro, behind the cameras, Mungu akubariki kabisa. Na wote kwenye tuliwakosea tunaomba msamaha. Lakini sisi nadhani kama hatujakosana na mtu yeyote. Lakini pia kanisa, there is that challenge I had given you, if you can remember. Do you remember? Kanisa la Mungu liwe lenye linachangamka kidogo. Yaani lichangamke. Ndio maana mimi nimependaga kufuatilia mambo yanayoendelea hata kwa marafiki zetu wengine, hata Jesus is here church. Mtu anasema huyu ni mtoto wangu, watu wanapiga makofi wanasema amen, huyu ni mke wangu, amen. Lakini hapa watu wanakuja na wanakaa tu hivi, wanakuangalia tu hivi, wanakukodolea macho. Mpaka mtu anaimba, kwaya imeimba imemaliza, mpaka muulize mnawaambiaje, ndio mnasema amen. Ovyo sana. Sidhani kama hiyo ni sawa hiyo. Pastor anahubiri, yani hamumpei moyo, mpaka anauliza mngekuwa mnasikia mngesema amen. Haki si pastor, haki mnachoka sana. Lakini tumerekebisha. Tumeacha tabia mbovu. Mungu awabariki sana jamani. Na hiki kipindi haya makambi yamekuwa yakipeperushwa katika channel ya Inuka Records. Ukiingia hapo online
Kusubscribe ni kufinya hiyo kitu imeandikwa subscribe. Hivyo tu hivyo utakuwa umesaidia hii channel kugrow, ndio iendelee kuexpand, iendelee kuwa na following nyingi, ndio haya mahubiri yanafikia watu wengi. Kwa hiyo subscribe hapo na yako to stay. Hata wewe ukikufa haya ya mahubiri yatakuwa yanabaki. Hata ikiwa 50 years kama Yesu hatakuwa amerudi, bado yatakuwa mtandaoni. Utaingia hapo unaandika Nkararo, inakuja. Kwa hiyo tunashukuru sana Mungu kwa hii teknolojia, na tutaendelea kuitumia kwa ajili ya kazi ya Bwana kusukuma mbele. Jamani, Mungu awabariki nyote. Tunaomba salamu za makambi ambayo tunaelekea tena kesho. Asante. Mnaambiaje wageni? Wangapi wanawapea salamu wapeleke mahali wanapokwenda? Asante. Mwisho wacha tumpe Madam Jemima atuambie kwa heri, kisha afanye jambo ambalo anajua. Hamjambo tena. Langu ni kushukuru sana washiriki wa Ngararo na wote wale waereko wako hapa. Asanti kwa kufika katika makambi yetu, tumefurahia sana. Nikikuja kwa wageni nimeshukuru sana. Hawa wageni ni watiifu. Wakati tulikuwa tunawaambia mkuche walikimbia sana. Tuliwasumbua wakimbie na walikimbia. Na wengine waliambiwa late hours lakini wakafanya juhudi wakakuja. Pastor, tunashukuru kazi yenu. Na Mungu ametuchalia, wamekaa vizuri. Nafikiri kila mtu ameenda na afya yake ikiwa nzuri. Sijasikia mtu akicomplain kama amegonjeka, lakini kama mwingine alihuswa na baridi kidogo, furaha, labda damu yako ni mbaya. We hapa Ngara hatuna baridi. Wewe tu ndio umesema. Kwa hivyo ndio tumesema wageni mkienda tafadhali. Lile mliona Ngararo kama ni mbaya, tafadhali muache hapa. Lakini mchukue mazuri. Na wageni hivyo pia na sisi wenyewe chochote kile tumeona, tuache mabaya tuone yale mazuri tumetendewa. Unajua kuna kipindi kingine watu tunaangalia neno mbaya tu ndio tunasambaza. Tunaacha yale mazuri yote. Kama hii tungekuwa na kikapu tungeweka ngecha tena ingine mwagike mazuri. Alafu kabaya kanaingia kadogo kanakuwa ndio kasi tunatembelea. Kwa hivyo tunaomba Mungu tuchukue yale tulichukua. Wakati huu ilikuwa ni nzuri sana. Maana baadhi tulipata wale wageni wainuka. Yaani hata sijui kama nataka muende. Sijui muongeze ka wiki mkae tu. Tunafurahia sana. Tukisikia kama saa hivi naongea labda nimeenda mpaka huko. Hivyo ama mchaniweka? Umewekwa. Kuna mahali watoto wangu wako wameniona saa hii. Si ni furaha. Sasa tumesema shukrani na asante kwa yote mmetutendea hapa. Na tukiwaita wakati mwingine mrudi. Hii makambi yetu mlisikia hata tutahesapewa field hapa kwa ajili ya haya mlifanya mazuri. Hii uwanja ijaifurika vile ilifurika leo. Ni shukrani, na kwa wale tulipatisa tafadhali. Wale mlisimamia tuendelee kuwalea, kanisa letu liendelee kuenda mbele. Wamama yani amtaki mkuje mshike mikono ya hawa wageni. Sikuna watu hapa tangu wageni wakuja hawajashika mkono hivi. Hebu niweke ka wimbo kidogo. Wamama wakuje wasalimia wageni. Mmesalimiwa kweli? Mshike mkono tu. Msikie mkono wa mgeni vile nakaa. Wale wamama wangu hebu kuja nifuate. Uniweke ka wimbo kidogo wakikujia. Fanya haraka. Ngara saa imetuishia. Hapa ngina nani mogonsoki. Morara. Mbekala watara kondi wensi kabungo hapa ngina abanyegere bachega. Banyegere. Jamani, asante vile wamama wanaendelea hivyo, mpite nyuma hivi. Nashukuru sana. Ningependa wale wenzetu ambao waliweza kusupport, wale ambao waliweza kutoa zaka na sadaka zao kupitia, ningependa kuwajulisha wale ambao zetu wale ambao walituma sadaka zao kwenda. Asante mama. Asante. Wale ambao waliweza kutuma zaka na sadaka zao kupitia kwa paybill, na waomba muweze kuforward message kwenda kwa treasurer, ndio inaweza reflect kwa hii camp center.
utakuwa umesupport grow, kwa sababu kuna zile goals zetu, ndio pia waonekane kama wanaendelea kuperform vizuri. Asante. Namba ya treasurer ilikuwa 0726. Iko hapo kwa system. Iko hapo 0726 imeandikwa tu hapo, tafadhali. Barikiwe sana. Amina. Ni kama wamama wamekwama. Hakuna wimbo. Kesho nitaenda makambi, tafadhali nilikuwa nimesahau. Mtanipa nini nichukue huko? Na watu wakuje kunichukua huko tafadhali. Tutakaa makambi ya Orobi, district itafunguliwa na itakuwa na wageni wengi kabisa. Alafu mkuje huko. Amen. Kuchukua wageni ilipigwa marufuku. Mnichukue. Na wasalimu nyote mjambo. Hata mimi kesho nitaenda sokoni. Naomba salamu. Mmenipa? Mimi kesho ningeenda niseme sijapewa salamu sababu sikupewa. Lakini kama mmenipa, chachwaya question mark. Na wasalimu tena mjambo. Mjambo tena. Nami pia kesho ninaenda Ruluguru Central. Mtanipea nini? Salamu. Nimekubali. Kuna mwingine hapa amesaidika. Amjambo. Mimi pia nitaenda state, nitachukua nini? Salamu. Asante. Kuna watu wengi state. Hi Judge. Hi. Hi again. Hi. Also I'm going tomorrow to Goligolian. Amen. Yaani hiyo ni kali zaidi kwa yote. Yaani ni mama mkongwe kabisa ataweza kuongea lugha ya Kiingereza. Haleluya. Mungu apewe sifa. Yes. Huyo ni Tafadhali wa mama, wageni kuna wenye wanasafiri mbali. Mnasimama tu. Peana tu hiyo bahasha yenu, wimbo wacha baadaye. Hata na mimi asubuhi ya kesho nitasafiri kwenda Maseno kupeleka kijana wangu kujiunga na Maseno University. Nikifika huko nipeleke nini? Asante. Ereko Church kesho asubuhi, viongozi na washiriki wote mkutane Ereko ili kujiandaa kupokea wageni. Kuna mgeni mmoja alipaki hapo. Fire, si ungekuja tupige kweli na hao vijana wako. Alikuwa anafunza vijana vizuri sana. Ako wapi? Sasa ange Na wasalimu nyote hamjambo. Tulisema hivyo kweli? Hamjambo. Naitwa Violet Maengu. Tulikuwa pamoja na vijana, pamoja na wenzangu. Na nilifurahi sana kuwa na hao vijana na wako na talanta. Especially ya kuimba. Hadi tulijifunza wimbo mmoja. Kwa hivyo tafadhali kanisa mkumbuke hawa vijana kwa maombi ili waendelee kukua katika imani. Nashukuru sana. Vijana watakuwa na crusade December. Kwa hivyo inuka mkipata nafasi muje mupeperusha hawa juu. Ama itakuwa vibaya? Muje muwapeperushe na wao waonekane mtandaoni. Hebu na tuombe maombi ya mwisho. Baba na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa ulinzi ambao umetulinda wiki nzima. Asante kwa wageni wetu ambao umewatunza. Na asante kwa wote ambao wamesikia neno lako. Asante pia kwa wale ambao walijitoa maisha yao kwako. Hebu kuanzia leo wakianza safari ngumu ya imani, uweze kuwashika mikono na uwaongoze wafike salama.
nasi tutakapofika salama tutashukuru na kulimidi jina lako. Wageni wetu wengine wanaondoka sasa hivi, wanapojiandaa kwenda makambi kesho, uwajalie wafike salama na waweze kuhubiri kulingana na mapenzi yako. Kuna wengine ambao wako na safari mbalimbali, hebu pia uweze kuwa kiongozi wao na mwalimu wao. Waongoze wafike salama, na watakaporudi tutaendelea kushukuru na kulimidi jina lako. Hata kwaya yetu wanapojiandaa kuhubiri kwa njia ya nyimbo kwa ulimwengu mzima, hebu Baba uwape ujuzi na sauti nzuri, sauti tamu, sauti ya kupendeza, ili waweze kuwafuta wengi waje kwako wakiungama na kutubu dhambi zao. Mapenzi yako yatendeke kuanzia leo na hata milele. Ndilo ombi na tumaini fike ulipo, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Sasa wote kwaherini. Neema kwaya japo kwa gharama kubwa sitaogopa, wangu nina tumaini, moyoni nina raha, kwenye mawimbi makali wangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze, japo kwa gharama kubwa sitaogopa, wangu nina tumaini, moyoni nina raha, kwenye mawimbi makali wangu nitainuka. Utukufu wa Bwana umetuzukia, hata kama giza litaifunika dunia, Bwana ameshatupa ushindi, sisi tusiogope. Tuondoke tuangaze, utukufu wake ujuu yetu. Sasa we utukufu wa Bwana umekuzukia, hata kama giza limefurika dunia, Bwana ameshakupa ushindi, usiogope. Ondoka uangaze, utukufu wake ujuu yako. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Wewe ndio utaniambia kama nitaongea. Nianze Ashe oleng kanisa enkararo tenkaraki esiai onkampin napa nikiata tena wiki naishunye. Kishukoki ntae enashe oleng, naa kitejo ashe oleng amu kiata apa kwaya naji Inuka Korel naetuo aas enkampi tenebo yiok tenewuei. Kishukoki enashe tesiai enye nataasa, neeta esiai naji studio enye Inuka Studio, naa ketaasa mbaa sidain, naa kindim atusuj nena baa pookin nikitaasa te wiki nalulung'a tesiai ina najo Inuka Studio. Na indim ataa indim subscriber esiai enye nidol enkampi enkararo live, na ishipakino oleng, na kimayian olaitoriani ketii apa ena wiki pookin, na kijoki enashe oleng tesiai nataasa oleng, nikishukoki ntae pookin enashe oleng tesiai nataasa.
karibu oleng na kija ashole ore shuko na kijoki enchom te sidano kindim atamayiana ajoki metamayiana ntae olaitoriani oleng ashe oleng. Kanyo idwa kainuka? Sidai inuka oleng. Eitobira oleng iltauja lang. Nche emayian olaitoriani oleng katitin kumok. Amen. Amen. Ashe oleng. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni, giza nene limesogea jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, wangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali wangu nitaimba.